Fall River, Massachusetts. Kuna nyumba ambayo ukitazama kwa nje ni ya kawaida, ambayo miaka mingi imezeesha na kuipa muonekano wa zamani. Rangi iliyofifia na kupauka, mapazia ya zamani yanayoyumba bila upepo, na sauti ya shoka linaloburuzwa na mtu asionekana. Nyumba hii unaambiwa haijawahi kulala kwa amani. Ndani ya kuta zake kuna historia ya mauaji ya kutisha ambayo haijasahaulika na huenda isisahaulike. Asubuhi moja, Agosti 4 mwaka wa 1892, Lizzie Borden, msichana wa miaka 32 na mwalimu wa watoto kanisani, alikuwa akimvizia mama yake wa kambo, Abby, aliyepanda ghorofani kutandika kitanda, asijue anajitandikia kitanda cha mauti. Alipatikana baadaye amelala kifudifudi, mwili wake umecharangwa kwa mashoka mara 19, fuvu lililopasuka na damu iliyotiririka hadi kwenye mbao za sakafu. Baba yake Andrew alirudi nyumbani muda mfupi baadaye, naye alikutana na kifo kama cha mke wake Abby, akiwa ameketi kwenye kochi sebuleni. Nusu ya uso wake ulikatwa kwa nguvu ya kutisha. Lizzie Borden alikamatwa, akahukumiwa, lakini hatimaye aliachiliwa kwa kukosekana ushahidi. Hata hivyo, kivuli cha shoka kikaishi kumwandama. Leo nyumba hii ni hoteli ndogo. Watu jasiri hulala mahali ambapo Abby aliuawa. Wakakamavu huketi alipotoa pumzi yake ya mwisho Andrew. Hao majasiri wameripoti baridi isiyo ya kawaida na milango ikifunguka yenyewe. Hatua husikika kwenye korido hata kama hakuna mtu. Wengine husikia sauti ikinong'oneza majina yao kabla ya kulala, na kiumbe fulani kikivuta blanketi pindi wanapolala. Mwanamke aliyevaa nguo za zamani huonekana mara kwa mara akitazama kutoka juu ya ngazi, na sauti ya kicheko cha mtoto husikika nyuma ya mgongo wako. Usiku wa manane utasikia kishindo cha shoka mara kwa mara, kana kwamba Lizzie anakuvizia nawe akuangamize. Je, ni kweli Lizzie hakuwaua wazazi wake? Sijui. Inayojua tu ni hiyo nyumba ambayo haitasahau.